utatusomea Amen. andiko kutoka kitabu cha nabii Isaya. Amen. Isaya 42 mstari wake wa 22. Amina. Nitasoma kitabu kile cha Isaya sura ya 42 mstari wa 22. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Lakini watu hawa ndio ni watu walioibiwa na kutekwa. Ndio. Wote wamenaswa katika mashimo. Ndio. Wamefichwa katika magereza. Ndio. Wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Amen. 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 Nabii Isaya anakuja na ujumbe, anasema watu hawa anawaangalia. Ndio. Wanaonekana ni watu wako huru. Ndio. Lakini ni watu walionaswa. Amina. Ni watu walioibiwa. Ni kweli. Ni watu waliotekwa. Ni kweli. Ni watu walio katika mashimo. Amina. Ni watu waliofichwa. Ndio. Maana yake hawa watu ni wafungwa. Amina. Maana yake ni watu waliokamatwa, hamna maendeleo. Ndio. Hamna kile kitu ambacho Mungu amekusudia kwao kinacholeta matokeo. Amina. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Amina. Lakini leo nimetumwa hapa ili kusema rudisha. Ndio kwa. Chochote ambacho kimekufunga. Ndio. Uliwekwa kwenye kifungo cha namna yoyote. Ndio. Leo tunaenda kurudisha ule uhuru wako. Kwa jina la Yesu. Baraka yako itarudishwa leo. Kwa jina la Yesu. Neema yako itarudishwa leo. Leo. Mungu atajitukuza. Amina. Kupitia maisha yako. Amen. Naomba tusome neno katika kitabu cha Luka. Amina. Luka 4 mstari wa 18 na 19. Amen. Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, wakati ameanza huduma, alipoanza tu kuhubiri, akafika mahali ambapo ni pale alipokulia, akawaambia wamsomee Amina. chuo cha nabii Isaya. Ndio. Ili aanze kufundisha, akaanza kujidhihirisha lile kusudi alilonalo hapa duniani. Amen. Nini kilichomleta Yesu Kristo hapa? Amina. Alikuja kwa ajili yako. Ndio. Alikuja kwa ajili yangu. Amen. Wewe unayenisikiliza ambaye una vifungo vya aina mbalimbali, Ndio. Yesu alikuja kwa ajili yako. Ni kweli. Usikate tamaa. Lipo kusudi la Mungu ndani yako ambalo lazima Yesu mwenyewe alifungue na kulikomboa. Amen. Hata kama shetani alikufunga kwa njia yoyote. Ndio. Yesu amekuja kwa kazi moja tu. Amen. Ili upate kuwa huru. Kweli kweli. Tusome mtumishi. Kitabu cha Luka mtakatifu. Ndio. Sura yake ya 4 mstari wa 18 hadi 19. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Roho wa Bwana yu juu yangu. Ndio. Kwa maana amenitia mafuta. Yes. Kuwahubiri maskini habari njema. Amen. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Ndio. Na vipofu kupata kuona tena. Yes. Kuacha huru waliosetwa. Ndio. Mstari wa 19. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Amen. 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 Kristo anajidhihirisha kwamba Roho wa Bwana Mungu yupo juu yake. Ndio. Na yule Roho amemmiminia mafuta. Mafuta aliyowekewa ni mafuta ya kuhubiri habari njema kwa maskini. Amen. Habari njema, anasema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Ndio. Kwa hiyo anaanza kudili na wafungwa. Amen. Pale alipoanza huduma siku ya kwanza. Ni kweli. Ya kwamba nimetumwa kutangaza uhuru wa wafungwa. Amina. Nimetumwa kuokoa vipofu. Amina. Nimetumwa kuwaweka huru wale waliowekwa kwenye mateka. Amen. Kwa hiyo kuna hali fulani ambayo unapitia. Ndio. Unajiona kabisa wewe ni mateka. Unajiona kabisa wewe ni mfungwa. Unajiona upo gerezani. Ndio. Inaweza kuwa ni gereza la ulevi. Amen. Inaweza kuwa ni gereza la dhambi. Ndio. Ama ni gereza la magonjwa. Ndio. Unashindwa kuwa huru kwa sababu ya hicho kifungo. Amina. Hivi vitu vyote ni vifungo katika ulimwengu wa roho. Yesu anatangaza jambo la kwanza ya kwamba nimetumwa kuwatangazia uhuru wale waliofungwa. Amina. Ni watu ambao wako barabarani. Ndio. Wako maofisini. Ndio. Wako kwenye shughuli zao za kawaida. Ni kweli. Wamelala nyumbani kwao vitandani. Ndio. Lakini Yesu akiwaangalia anaona ya kwamba hawa ni wafungwa. Hawa wako magerezani. Ndio. Hawa ni watu waliowekwa kwenye mashimo.
leo utatoka kwenye kifungo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Leo utafunguliwa kwenye kila aina ya kifungo kwa jina la Yesu ambacho Kristo. kimekushikilia. Vifungo. Natamka leo, ndio, kifungo chochote ndio walichokuwekea leo, ulichofungwa nacho, vifungo, Yesu anakufungua kwa jina lake. Kwa jina la Yesu. Leo neno nililopewa ndio kwamba tunazungumza juu ya kifungo ulicho nacho. Ni kweli. Na vipo vifungo vya aina nyingi sana ambavyo vinamfanya mtu ateseke. Amina. Tutaangalia baadhi ya vifungo Amina ambavyo vinakufanya mtu uwekwe katika hali ya mateso. Amen. Mtu anatembea barabarani, ndio, anashindwa kuacha dhambi, anashindwa kuacha ulevi. Maana yake kuna kifungo cha dhambi. Amina. Haleluya. Amina. Naomba tusome. Tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Amina. Matendo ya Mitume 8 mstari wa 9 na wa 10 mpaka wa 11. Amen. Vifungo vipo vya aina nyingi. Vifungo vya uchawi, vifungo vya dhambi, vifungo vya mateso ya kila aina. Amina. Mawazo yako yanaweza kuwa ni kifungo kwako. Ndio. Leo tusome hilo somo, mtumishi. Amina. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura yake ya 8 mstari wa 9 hadi 11. Amen. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Soma. Na mtu mmoja, ndio, jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi, ndio, katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, ndio, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Mstari wa 10. Ndio. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema, mtu huyu ni uwezo wa Mungu ule mkuu. Mstari wa 11. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Amen. Amen. Amina. Kwa hiyo tunaona huyu Simoni alikuwa anatumia nguvu za uchawi. Ndio. Ile nguvu ya uchawi iliwafunga kuanzia mtu mdogo mpaka mtu mkubwa. Amina. Alikuwa na umaarufu. Wakasema huyu ni mtu mwenye uwezo wa Mungu. Amina. Umaarufu aliokuwa nao ni kwa sababu ya nguvu za giza alizokuwa nazo. Ndio. Maana yake alikuwa ndani yake yeye ana kifungo cha uchawi. Amen. Na kifungo kile cha uchawi alichokuwa nacho akaendelea pia kuwafunga watu wengine. Ule uchawi wake ukampa umaarufu. Amina. Ndio maana somo la leo tunasema ni mfungwa mashuhuri. Amen. Alikuwa na mashuhuri kutokana na ule ufungo aliokuwa nao. Amina. Ile uchawi aliokuwa nao. Ndio. Sasa ukijiangalia wewe unayenisikiliza, ndio, una umashuhuri wako fulani. Amen. Watu wanakujua kwa umashuhuri fulani, kwamba huyu mtu ni mlevi mashuhuri. Amina. Huyu mtu ni mzinzi mashuhuri. Huyu mtu ni mwizi mashuhuri. Vile vyote ni vifungo vinakupa umashuhuri katika jamii. Amina. Katika maisha unayoishi vinakutambulisha. Lakini ni umashuhuri ambao sio mzuri. Amina. Lazima leo ufunguliwe kwa jina la Yesu, utoke kwenye huo umashuhuri wa uchawi. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Wewe unatambulika kama kipofu mashuhuri, unatambulika kama mwizi mashuhuri, unatambulika kama yule mtu asiyezaa mashuhuri. Umeelewa kwenye familia, ndio, na hiyo familia inakuita yule tasa mashuhuri, inakuita yule asiyezaa mashuhuri, wifi yetu asiyezaa mashuhuri. Manake umashuhuri wako ndio ni kutokana na kile kifungo ulichonacho. Amen. Lakini leo Mungu ametutuma hapa, ndio, kwenda kupangua vile vifungo kwa jina la Yesu, kukata minyororo, ndio, uharibu nguvu zote za giza, kwa jina la Yesu, na utawekwa huru kweli kweli, kwa jina la Yesu. Maana Yesu mwenyewe alitamka kwamba mafuta alionayo, ndio, upako alionao ni wa kutangaza habari ya kufunguliwa kwako. Amina. Ndicho kilichotuleta katika maombi ya usiku wa leo. Amina. Na baada ya muda utanipigia simu. Ndio. Naomba uchukue hii namba. Amina. Utaomba na wewe. Utaniambia shida yako. Amina. Na Yesu atakugusa. Amina. Utapiga kwa namba 0765 0765 260 692. Muda utakapofika nitakuruhusu unipigie. Amina. Haleluya. Amen. Basi aina ya kifungo kingine ndio ni kifungo cha dhambi. Amina. Kitabu cha nabii Yohana, cha mtume Yohana
Yohana 8:34. Amina. Dhambi ni kifungo. Kuna watu ambao hawawezi kuacha dhambi. Kuna dhambi ambayo imekukamata, hupendi kuifanya, lakini kila baada ya muda unajikuta umerudi tena pale pale. Amina. Unajikuta tena umeitenda pale pale. Amina. Leo Yesu amekuona. Amen. Tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu, ndio sura yake ya 8 mstari wa 34. ndio Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Yesu akawajibu, amin, amin, nawaambia, ndio kila atendaye dhambi ndio ni mtumwa wa dhambi. Ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Amen. Maana ukishakuwa mtumwa, wewe ni mfungwa. Amen. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao unajijua mwenyewe una chuki, ndio, una uasherati, ndio, una uzinzi, lakini vile vitu vyote vinaleta mauti. Amina. Kwa maana maandiko yanatuambia ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Amen. Matokeo ya dhambi ni mauti. Amina. Lakini dhambi haiwezi ukaiacha. Maana yake mauti imekukamata na inakuinda. Amina. Mfungwa mashuhuri yeyote mara nyingi sana huwa wanapangiwa mauti mbele yao. Amina. Wanapangiwa vifo mbele yao. Ndio. Ukiangalia katika wafungwa waliokuwa gerezani, mifano ndani ya Biblia, kuna wafungwa kama kina Baraba. Amina. Wafungwa kama kina Paulo na Sila. Amina. Ukishasikia tu Paulo na Sila, wewe kinachokuja kwenye akili yako ni kwamba walikuwa wapi? Gerezani. Amina. Ukisikia Petro, unachokumbuka ni kwamba alikuwa gerezani. Ilibidi malaika aje kumfungua. Amina. Ilibidi malaika aje kumtoa. Ndio. Watu waliomba, kanisa liliomba, akatolewa kwenye ile gereza. Amina. Wapo wafungwa wengine mashuhuri kina Yusufu. Amen. Yusufu alifungwa gerezani, akapata umashuhuri kutokana na kipawa alichokuwa nacho cha kufasiri ndoto. Amina. Leo Yesu akuguse maisha yako. Kwa jina la Yesu. Leo Yesu akufungue maisha yako. Kwa jina la Yesu. Naomba tumwangalie mfungwa mmoja hapa anaitwa Bartimayo. Amina. Katika kitabu cha Marko 10 mstari wa 46. Amen. Nini kilitokea kwa Bartimayo? Amina. Kitabu cha Marko Mtakatifu, sura yake ya 10 mstari wa 46. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Wakafika Yeriko. Ndio. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Amina. Amen. Amen. Alitambulika kama Bartimayo, mwana wa Timayo. Umashuhuri wake ni kwa sababu alikuwa nani? Kipofu. Alikuwa kipofu. Amina. Maana kile kifungo alichokuwa nacho kilimpa umaarufu, kilimpa umashuhuri. Tusome kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 16. Amen. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unayenisikia majira haya, ukijipeleleza kwenye maisha yako, kuna mambo yamekwama. Kuna vifungo vya kifamilia, kuna vifungo vya kurithi ambavyo vimeenda vizazi na vizazi. Kuna vifungo vya umaskini ndani ya ukoo wenu, ndani ya familia yenu. Amen. Hamna mtu aliyefanikiwa. Ndio. Maana yake umerithi hiyo roho. Amen. Umerithi hicho kifungo. Amen. Umerithi hiyo hukumu. Kuna hukumu iliwekwa mahali fulani, ndio, ambayo inakufanya wewe uhukumiwe kuwa maskini. Amen. Uhukumiwe kuwa tasa. Ndio. Ukiangalia ndani ya ukoo kuna mambo yanayofanana, yanaashiria kwamba hawa wote watoto wa kike waliozaliwa ndani ya familia wote watakuwa makahaba. Amen. Unashangaa ile roho inakufuatilia. Ndio. Ile kifungo kinakufuatilia. Maana yake umashuhuri wa hiyo familia upo katika ukahaba. Amen. Umashuhuri wa kabila fulani. Ndio. Unaweza ukasikia kabila fulani wao ni wawindaji. Wana umashuhuri wa uwindaji. Amen. Lakini kuna kabila nyingine lina sifa mbaya kutokana na kifungo walichonacho. Amen. Unaweza kusikia kabila fulani wao ni waasherati, wazinzi. Kifungo cha uzinzi kimekamata kabila nzima. Ndio. Maanake ndani ya ukoo au ndani ya kabila mnaweza kurithishana vile vifungo. Na leo Yesu aingilie kati kukufungua. Kwa jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Mathayo Mtakatifu
sura yake 27 ndio mstari ule wa 26. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Amen. Nisomee mstari wa 16. Mstari wa 16 ndio anasema, basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba. Aitwaye nani? Baraba. Alikuwa ni mfungwa mashuhuri. Ukiendelea kusoma utakuta alikuwa amebandikwa kesi. Amina. Kesi ya uhaini. Ndio. Kesi ya uuaji. Amen. Kesi ya kutaka kupindua serikali. Ndio. Ilimpa umaarufu Baraba, akawa mashuhuri. Amina. Leo Yesu akukumbuke na wewe mahali ulipo, upate kufunguliwa. Kwa jina la Yesu. Zipo sababu nyingi ambazo zinaweza zikakufanya ukaingia kwenye kifungo. Amina. Ambacho mara nyingi sana ukishakuwa mfungwa mashuhuri, mwisho kabisa kesi hiyo inataka uishie kwenye mauti. Amina. Uishie kwenye kifo. Ndio. Uishie kwenye kuharibikiwa. Amina. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa urejesho. Ni kweli. Ni Mungu wa ukombozi. Amina. Ni Mungu ambaye ukimlilia anakutoa kwenye kifungo ulicho nacho. Amina. Na leo tutamuita hapa. Kwa jina. Haijalishi ni kifungo gani ulicho nacho. Ndio. Haijalishi ni teso gani unalopitia. Amina. Haijalishi umekosa kazi. Amina. Haijalishi umekosa uzao. Ndio. Haijalishi umekosa ndoa. Vipo vifungo vya mahusiano ya kwamba ndoa zinaharibika. Mahusiano kila ukiingia, ikifika kipindi cha ndoa mambo yanaharibika bila sababu maalum. Hicho ni kifungo kikubwa sana, na ni lazima leo tumlilie Mungu kwa ajili yako upate kufunguliwa. Amina. Tusome kitabu cha Zaburi. Zaburi 107 mstari wa 13 na wa 14. Amen. Kitabu cha Zaburi sura ya 107 ndio mstari wa 13 na wa 14. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Wakamlilia Bwana katika ziki zao. Yes. Akawaponya na shida zao. Akawaponya na shida zao. Mstari wa 14. Ndio. Aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, akayavunja mafungo yao. Amen. Amen. Walimlilia Bwana akawafungua. Amina. Na leo Mungu akufungue mahali ulipo. Kwa jina la Yesu. Leo Mungu akutembelee mahali ulipo. Kwa jina la Yesu. Leo Mungu akutetee mahali ulipo. Kwa jina la Yesu. Wewe unayenisikiliza muda huu, ndio ninaenda kukuruhusu sasa. Amina. Utanipigia kwa namba 0765 260 260 na 692 692. Napokea simu yako. Kifungo gani ulicho nacho? Kifungo gani unachokipitia? Na Yesu atakusaidia. Amina. Halo, kwenye line. Amina, habari ya uzima? Karibu nakusikia. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Ongeza sauti. Felista, ongeza sauti kutoka Makongo. Ndio. Nakusikia. Shida yako ni nini? Tumbo linaunguruma, yani linaungurumia mgongoni au linamjija, yani yani. Tumbo linakusumbua, leo nitakuombea, usiondoke, endelea kusikia. Amina. Nitakuombea Felista, endelea kutusikiliza, utapata maombi siku ya leo. Amina. Alo, nakusikia. Nani mwenzangu? Naitwa Maria kutoka Kigamboni. Maria, karibu, nakusikia. Asante. Mimi nasumbuliwa na miguu. Unasumbuliwa na nini Maria? Miguu, yani inachoma kama vitu vinatembea. Na kuombea leo miguu yako itafunguliwa. Endelea kusikiliza. Leo nakusikia. Nani mwenzangu? Nani? Regina kutoka Kinondoni, nakusikia. Samahani baba, ninaomba uniombee, baadaye kazini mshahara mwaka mzima. Aupewi mshahara mwaka mzima. Ndio baba.
Hicho ni kifungo kibaya. Leo nitakuombea, Mungu atakufungulia njia. Endelea kusikiliza. Halo, nakusikia nani mwenzangu? Halo? Nakusikia. Halo, karibu kwenye line. Ni njema, nakusikia nani mwenzangu, unatokea wapi? Naongea na Joyce, natokea Mbezi. Joyce, karibu sana. Asante. Ndio, una tatizo gani? Mimi nasumbuliwa na miguu pamoja na kiuno. Miguu na kiuno ni kifungo cha mwili wako. Na uchumi pia. Na uchumi, Mungu atakufungua. Endelea kusikiliza, nitakuombea leo. Halo, karibu, nakusikia. Naitwa Dora nakaa Kunduchi Mtongani. Ndio Dora, karibu sana. Nasumbuliwa na ganzi huu mwaka 15 sasa. Ganzi ipo eneo gani? Miguu yote miwili. Leo nitakuombea, Mungu atakufungua hicho kifungo. Usiondoke, endelea kusikiliza redio. Karibu, nakusikia. Anaitwa Asifiwe baba. Amina, habari ya uzima? Kidogo naumwa baba. Unaitwa nani, unatokea wapi? Naitwa Gaudensia Alphonse, natokea Kibaha kwa Matiazi. Unaumwa nini Gaudensia? Nasumbuliwa na ganzi na niunguza sana miguu. Ganzi? Sasa inaninyang'anya mpaka na uoni wa macho. Na macho yanakuwa yanapofuka. Leo Mungu atakufungua, utapata uponyaji wako, nitakuombea. Amina. Endelea kusikiliza, utaona mkono wa Mungu. Halo, nani mwenzangu? Punguza sauti ya redio yako nikusikie vizuri. Unaitwa nani, unatokea wapi? Naitwa Rais Thomas, natokea Buza. Ndio. Buza. Nasumbuliwa na pressure, nasumbuliwa na vidonda vya tumbo, nasumbuliwa na ganzi, magoti. Leo na binti yangu naye anasumbuliwa na masikio na ganzi. Anaitwa nani binti yako? Anaitwa Janet Agustino. Nitawaombea wote leo, Mungu atawagusa. Endelea kusikiliza, utauona mkono wa Mungu. Amina, mtumishi wa Mungu. Kila kifungo kinaenda kukatwa na kuondolewa kwenye maisha yako. Amina. Yesu wetu ni Yesu anayetenda, anayefungua. Amina. Yeyote unayesikiliza, naomba utanipigia 0765 0765 260 260 692. Halo, kwenye line nani mwenzangu? Neema Pineli Mashika. Neema, karibu, unatokea wapi? Natokea Makongo Juu. Ndio Neema, nakusikia. Tumishi, mimi nina shida, mtoto wangu anaitwa Daudi Semo, anakunywa pombe sana na anavuta sigara sana. Ana kifungo cha ulevi. Leo nitamwombea. Anaitwa nani mtoto wako? Anaitwa Daudi Mponea. Daudi, nitamwombea leo, Mungu amfungue. Endelea kusikiliza, usiondoke. Watoto wangu wengine nao 3 wamesoma, lakini ajira imepata, hawapati kazi mpaka leo. Wote nitawaombea. Karibu. Nani kwenye line? Naongea na Christina Msenge. Christina, unatokea wapi? Niko Tegeta huku hapo. Tegeta, karibu sana Christina. Shida yako ni nini? Shida yangu, watoto wangu tunataka waombee, maana yaani siwaelewi kabisa, watundu mpaka kuzidi. Watoto wako waeleweke, wanakuwa watundu kupitiliza. Pia nataka wawe na uwezo darasani. Watoto wako hakikisha unawaleta kesho Boko Magengeni, na leo nitakuombea, Mungu atawagusa. Nani mwenzangu kwenye line? Karibu sana. Unaitwa nani? Naongea na Fred Mtete kutoka Tegeta hii. Ndio, kutoka Tegeta. Fred, karibu sana. Bwana mtumishi, nilikuwa naomba uniombee bwana. Ndio. Na chembe ya moyo hapa. Chembe ya moyo inakutesa muda mrefu. Muda mrefu sana, inauma sana. Mungu atakugusa. Hapo Tegeta mpaka Boko Magengeni unapanda gari moja tu. Naomba pia kesho tuonane pale. Leo ninakuombea, lakini kesho pia ufike Boko Magengeni, Mungu akuguse. Halo, kwenye line, karibu. Naitwa Sara kutoka Mbezi. Sara kutoka Mbezi, nakusikia shida yako. Mtumishi, nina changamoto ya kifungo cha uchumi. Mungu atakugusa leo, na pia nakukaribisha kesho, nitakuombea.
Karibu kwenye line. Nani mwenzangu? Nani? Ndio Happiness, karibu sana. Kifafa. Una umri gani Happiness? Kwenye familia yenu kuna mtu mwingine anasumbuliwa na hiyo shida kwenye ukoo? Basi nitakuombea leo na nitapenda nikukaribishe kesho kanisani uje uombee kwa kuwekewa mkono, na nitaongea na wewe tujue shida yako ilipoanzia. Mungu atakugusa. Usiondoke, endelea kusikiliza. Alo, kwenye line nani mwenzangu? Unaongea na Bahati kutoka Mbezi Beach. Bahati kutoka Mbezi Beach, na kusikia. Na kifungo cha magonjwa na magonjwa yanakutesa sana. Bahati, nitakuombea leo, usiondoke, endelea kusikiliza. Alo, nani mwenzangu? Karibu. Unaongea na Maria kutoka Afrikana. Ndio Maria. Nakimbilia na ulevi. Ulevi kwa muda gani? Ndio. Kwa muda wa miaka kama 16 hivi. Nitakuombea leo, kiu yote itaisha. Lakini pia kesho naomba ufike kanisani Boko Magengeni. Ukifika Boko Magengeni House of Prayer utanipigia hii namba, nitakuelekeza ufike. Kiu yote itaisha. Ni wengi walikuwa na hiyo shida, lakini Mungu amewagusa. Amina baba. Karibu sana, karibu sana. Amina. Na kukaribisha upige simu tuongee na wewe. Alo, kwenye line. Amina, habari ya uzima? Ni njema kabisa. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Roida Kimara, nikusikia shida yako. Ndio. Wanakupiga vita sana. Mungu atakutendea. Nitakuombea, utaniandikia na majina yako vizuri kwenye message na shida yako, na utaona mkono wa Mungu. Mawasiliano na mchumba wako sio mazuri, kifungo cha ndoa. Nitakuombea Mungu akufikishie hatima yenu na kuwabariki kwa ajili ya ndoa. Endelea kusikiliza leo, Mungu atakugusa. Amina. Mungu akubariki sana. Amina. Umesikiliza somo vizuri, umelielewa? Nimekuta lipo katikati. Umekuta lipo katikati? Nile nafunga tulikuwa nimetoka kidogo, nikakuta lipo katikati. Sasa utalipata kupitia YouTube channel inayoitwa Mzee wa Yesu. Utaitafuta kwenye YouTube, utalipata somo zima na Mungu atakufungua. Amina. Andika tu YouTube Mzee wa Yesu, au andika kwenye Facebook. Kama unayo hiyo mitandao utalipata na utaona yote yanayoendelea. Amina. Mungu akubariki sana. Amina, ubarikiwe. Amen. Muda huu sasa tunaenda kuingia kwenye maombi. Amina, sitalala. Niko tu hapa na Usilale leo, Mungu akutembelee. Usilale, Mungu akutembelee. Tunaenda kuomba kwa ajili ya wote ambao tumeongea nao, ambao Mungu ameleta connection nao ili tupate kuwagusa. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu unatenda maajabu. Kwa jina la Yesu. Kila aina ya vifungo, Bwana Yesu. Kila aina ya uharibifu, Mungu mkuu. Kila aina ya vifungo vya kichawi, mahali pa juu, vifungo vya zina, ndani ya masaa, vifungo vya ulevi, vifungo vyote, vifungo vya magonjwa, kila aina ya ushauri, vifungo vya uchumi, vifungo na vipangua ndani ya maisha yako. Kata leo, jioni ya leo, haribu leo, usiku wa leo, kila minyororo, kwa jina la Yesu,
ya kiroho, tunakata malango ya kiroho sasa hivi yaliyowashikilia inakatika, hayo magereza nakatika hayatikisa leo, tunakata haribu misingi yote ya magereza, magereza ya kichawi, magereza ya kipepo, tunabomoa, haribu leo, tunavunja leo, tunabomoa leo misingi kwa jina la Yesu, ya magereza, kwa damu ya Yesu, yeyote maisha ya watu aliyewafunga, aliyewaonea Yesu, kifungo, magonjwa ya usiku wa leo, anayeumwa, magereza, magonjwa ya macho, magereza, anayeumwa, sasa hivi ganzi, tunatikisa ganzi za miguu, misingi ganzi za mgongo, ya magereza, ganzi za mwili, inaashiria haribu leo ganzi yote, kifungo ndani chote ya mwili, cha hiyo ganzi yote, pasua, ndani ya roho, haribu ganzi yote, kwa jina la Yesu, achilia kwa jina la Yesu, kila roho vifungo ya ganzi, ya ulevi, Yesu, vifungo masaa ya ya uasherati, watembelee, ya zina, watembelee, pasua, tembea Bwana, haribu sasa hivi kwa jina la Yesu, mfumo kwa jina la Yesu, wa magereza, atembea leo hii kwa yeyote yule unaharibiwa, anayesikia, masaa anayesikiliza, unaharibiwa, navunja kwa sasa, jina la haribu sasa, popote ulipo, sasa hivi unaposikiliza, wanafunguliwa, ungana nasi, wanapona, ungana nasi, Yesu, hapo ulipo, magereza Yesu anakufungua, ya kiroho, magonjwa yote, magereza kansa ya nafsi, kansa za kurithi, magereza magonjwa ya mwili, ya kurithi, tunayaharibu, magonjwa tunavuruga, ya kupokea, misingi vizazi ya magereza, na vizazi, wanaachilia, leo napasua, wanapasua, leo naharibu, tunapasua, kila madhabahu tunapasua, zinazoshikilia, tunapasua, ile vifungo, masababu, leo hii kwa jina, haribu, kwa damu ya kwa Yesu, jina la Yesu, sasa, kwa damu ya Yesu, Yesu, kwa damu ya Yesu, ukombozi, pasua, umeingia, pasua, unaachilia, vunja, leo ukombozi, minyororo, tunaachilia, haribu, nguvu ya kwa ukombozi, jina la Yesu, ndani ya maisha achilia sasa, ya watu, ukombozi, maisha yao, uponyaji, yaliyofungwa, anamimina, unamimina, mafuta Amen. ya uponyaji, Mafuta Roho wa Bwana yanamimina, anamimina, yanamimina, mafuta ndani ya ya uponyaji, mafuta kwa jina la Yesu, yanamimina, kwa jina la Yesu, ndani ya kuanzia sasa, mimina, kuanzia leo, mafuta yeyote yanamimina, yule aliyefungwa ndani katika ndoa, ya miili, vifungo ndani ya mahusiano, ya ndoa, roho yoyote ndani inayoharibu ya mahusiano, maachilia, inayoharibu mafuta, ndoa, Yesu, leo hii yanapenya, ipasuliwe, yanapenya, damu ya Yesu, yanapenya, mafuta tunapenya, ya uponyaji, tunapenya, damu tunaachilia, ya ufungulivu, tunaachilia, damu roho ya ukombozi, ya uponyaji, ikafungue, nguvu ikatengeneze, ya uponyaji, ikaharibu. Yesu, Yes, Bwana, asante sana unayenisikia. yes, Mungu akutembelee, kwa jina la Mungu Yesu, akuguse, kwa jina la Yesu, Mungu akufungue, kwa jina la Yesu, popote pale ulipo, majira haya, wewe uliyeungana nasi, usiku wa leo, wewe uliyeungana ndani ya nasi, maombi haya, wewe ambaye Yesu, umeungana nasi tenda maajabu, katika maombi ya leo, tenda miujiza, akuhakikishia, popote pale, akutamkia, Yes. Yesu anaenda kukugusa, Yes. Yesu anaenda kukutembelea, Yesu. Yesu anaenda kukufungua. My Lord. Maombi haya Yes. tutaendelea nayo siku ya kesho, siku ya kesho pale Boko Magengeni, amina, jioni saa 10 utafika Boko Magengeni. Ukishuka pale unatafuta kanisa la House of Prayer mahali lilipo, na utapokea uponyaji wako, amina, na utapokea ushindi wako. kwa jina la Yesu, Ibada iko Jumatano amina, pamoja na Ijumaa amina, pamoja na Jumapili. amina, Jumapili ni ibada kuu ndio, ya ufungulivu. amina, Natamka uponyaji kwa ajili yako, amina, na kuahidi ukifika utafunguliwa, na amina, kuahidi ukifika utapokea, amina, na kuahidi ukifika utaguswa, amina, na utaonana na mtumishi ndio, bila malipo yoyote. amen, Utakutana uso kwa uso ndio, kwa ajili ya kuangalia shida ulionayo, amina, na Yesu atakufungua, na Yesu atakubariki amina, popote pale ulipo. amen, Siku ya Alhamisi ndio, tutaendelea na hili somo. amina, Wewe ambaye leo kupata nafasi ya kuongea moja kwa moja, naomba uniandikie message kwenye WhatsApp, uniandikie kwenye message ya kawaida, unaendelea kunipigia 0765 0765 260 260 692. 692. Endelea kunitafuta, tuendelee kuomba pamoja. Amen. Na Mungu atakugusa, na Mungu atakutembelea. Amen. Utauona mkono wa Mungu. Amen. Na kukaribisha sana zaidi na zaidi kesho. Amen. Usikose ibada ya kesho. Amen. Ni ibada itakayo kufungua. Ndio. Ni ibada itakayo kutoa kwenye gereza la aina yoyote. Amina. Ambalo uliwekwa kwa njia yoyote. Ndio. Ubarikiwe sana. Na majirani, narudisha kipindi kwa mtangazaji wetu. Asante sana. Amina.
Asante sana mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, nina hakika kwamba umebarikiwa na umepokea. Sasa kilichopo ni kwamba siku ya